Wanajeshi wawili wa Marekani, United States National Guard, wamejeruhiwa vibaya katika tukio la kupigwa risasi lililotokea katika eneo la katikati ya jiji la Washington DC, umbali mfupi tu kutoka ikulu ya Marekani, White House, ikiwa ni miongoni mwa maeneo yenye ulinzi mkali zaidi nchini Marekani. Swali kubwa ni kwamba imewezekanaje hadi wanajeshi hao kuweza kushambuliwa karibu na eneo la ikulu ya Marekani, White House? Karibu sana. Usisahau kusubscribe Vora News. Mimi ni Abdul Qadir Mengule. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, wanajeshi hao walikuwa kwenye doria ya kawaida ya ulinzi katika maeneo ya barabara za katikati ya jiji asubuhi ya tukio hilo. Wakati wakiwa katika kazi ya doria hiyo, mwanaume mmoja alijitokeza ghafla na kuwashambulia kwa risasi, kitendo kilichoonekana kuwa shambulio lililopangwa na kulenga wanajeshi hao moja kwa moja. Mara baada ya mashambulizi, maafisa wa usalama wa karibu walijibu kwa haraka na kuanza kumfuatilia mshambuliaji huyo kutokana na shambulizi aliloweza kufanya. Katika majibizano ya risasi, mtuhumiwa alijeruhiwa na kukamatwa moja kwa moja. Taarifa za awali zinaeleza kwamba raia aliyeweza kukamatwa ni raia wa Afghanistan, huku akiwa na umri wa miaka 29, huku jina lake akiitwa Rahmanullah. Taarifa zinaeleza kuwa aliingia Marekani kama mhitaji wa hifadhi mapema mwaka 2025. Hadi sasa hajafahamika wazi nia yake ya kufanya shambulio hilo ni lipi, na uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini iwapo kuna mtandao au malengo ya kigaidi nyuma ya tukio hilo aliyoweza kufanya raia huyu wa Afghanistan, Rahmanullah. Wanajeshi hao wa Marekani wote wawili walipigwa risasi na kupelekwa hospitali mara moja. Mamlaka zimesema kuwa wako katika hali mbaya, lakini wanaendelea kupatiwa matibabu kadri inavyowezekana, na huku ikiwa hakuna taarifa za kuthibitisha kwamba tayari kuna vifo kutokana na tukio lile. Tukio la kushambuliwa kwa wanajeshi wawili wa Marekani limeweza kusababisha serikali ya Marekani kuchukua hatua za haraka za kiusalama ambazo ni pamoja na kuongeza wanajeshi 500 wa National Guard kwa ajili ya kuimarisha ulinzi katika jiji la Washington DC, kusitisha kwa muda mchakato wa kuwapokea wakimbizi na waomba hifadhi kutoka Afghanistan hadi uchunguzi kamili utakapokamilika. Na pia serikali ya Marekani imeweza kuimarisha ulinzi katika maeneo ya serikali na kuanza upya tathmini ya hatari katika maeneo ya doria. Tukio hili limeibua mjadala mpana sana nchini Marekani mara baada ya usalama wa wanajeshi wanaofanya doria ndani ya miji mbalimbali kuonekana umepungua kwa kiwango kikubwa zaidi, huku udhibiti wa watu wanaopewa hifadhi umeonekana kuwa ni kitu hatari zaidi katika taifa la Marekani, na jinsi mashambulio ya ghafla yanavyoweza kuathiri mji mkuu ambao ni kitovu cha taasisi muhimu zaidi za serikali, hapa namaanisha Washington DC. Hadi sasa hivi rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuzungumza na kusema kwamba wale walioweza kushambuliwa ni wanajeshi rasmi wa Marekani, wakiwa wapo kwenye doria ya kila siku ya kulinda miongoni mwa miji bora zaidi, Washington DC ikiwa karibu na ikulu ya Marekani, huku akisema kwamba wale wote waliohusika na tukio hili wana nia mbaya na nia yao kubwa ni kwamba kuweza kuichukua ikulu ya Marekani na kuiweka chini ya mikono yao, lakini kwa sasa watashindwa kwa sababu Marekani inaleta ulinzi mkubwa zaidi kuliko ule uliokuwepo mwanzo, ili mradi kuweza kuimarisha ulinzi mkali zaidi katika ikulu ya Marekani, White House. Ni kipi ambacho kitajiri? Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu @Vora News. Mimi ni Abdul Qadir Mengule.